Mwaka 1998 takriban miaka 27 iliyopita. Kwa mara ya kwanza kabisa ndipo Robert Greene, kijana aliyekuwa na miaka 38 tu kwa wakati huo, akaamua kuingia mzigoni na kucombine articles mbalimbali pamoja na historical events mbalimbali pamoja na knowledge mbalimbali kutoka kwa waandishi maarufu sana wa kipindi kile wa miaka ya nyuma sana. Hapa naongelea mwandishi wa The Art of War, alikuwa anaitwa Sun Tzu. Mwandishi aliandika kitabu maarufu sana The Art of War. Sasa alivyo combine zile knowledge za kina Sun Tzu, knowledge za kina Machiavelli, takriban miaka 27 iliyopita akaja na kitabu fulani ambacho ni combination ya hivyo vitu. Mali hii hapa inaitwa 48 Laws of Power. Ni kitabu fulani maarufu sana, kitabu fulani it's very powerful. Ni number 1 New York Times best selling. Mwandishi huyu Robert Greene alikuandikia pia kitabu kinaitwa The Art of Seduction. Hichi ni kitabu ambacho ni very powerful kwenye masuala ya manipulation, kiasi kwamba kimekuwa banned, yani kimezuiwa kutoka kwenye magereza mbalimbali huko Marekani, magereza kama vile New York, California, Texas, Florida. Hichi kitabu ni very powerful kiasi kwamba kimezuiwa. It's a very good book. Kinaelezea sheria 48 za nguvu, The 48 Laws of Power. Ni kitabu fulani kizuri sana, hata baadhi ya watu wakubwa hapa nchini kwetu wamekisoma, na I'm pretty sure kwamba ukiapply it's very nice book kwa sababu kina sheria za power ambazo it's very applicable. Sasa nimeonelea it will be nice kwamba for the coming weeks tuendelee ukidiscuss kitabu baada ya kutoka 0 to 1. Baadhi ya sababu ambazo zimenifanya nikichagua hiki kitabu ni kwamba kwanza kinaelezea the power dynamics. Power dynamics yani kinaelezea zile laws mbalimbali zenye nguvu, laws mbalimbali za nguvu ambazo unaweza kuzitumia kwenye kufanikiwa katika maisha yako. Sababu nyingine ya pili ni kwamba inakuwezesha wewe kuavoid kuwa manipulated kwa kutumia zile laws, lakini vile vile pamoja na kuavoid kuwa manipulated kwa kutumia zile laws, inakuwezesha wewe kuweza kuzitumia zile laws kwa manipulate wengine. Na hii ni kitu ambacho kimeleta kidogo mkanganyiko, na ndio kimesababisha baadhi ya watu kuwa against na hichi kitabu. Wanasema kwamba it's a very powerful tool ambayo inaweza ikafanya manipulation. Lakini kitu kingine ni kwamba hichi kitabu kimecombine historical pamoja na psychological ways, how to use power. Kinaonyesha jinsi gani watu mbalimbali miaka iliyopita, unajua tunaambiwa kwamba we should learn from the best, na learning from the best moja wapo ni kulearn from watu wa historia za nyuma, kwa watu waliofanikiwa. So kwenye hichi kitabu utafanikiwa kujifunza, utaweza kujifunza jinsi gani watu wa nyuma walivyotumia power kufanikiwa. It's a very nice book, though ni kirefu kiasi fulani. Najua kidogo ni ngumu kwa mtu ambaye hajazoea kusoma vitabu virefu. It's a very very big book. Cha kwangu hapa naona japokuwa kina maandishi madogo madogo sana, lakini kina takriban ya kurasa 549. So ni kitabu kidogo kikubwa, lakini kinasomeka. Yani ukishaanza kusomeka it's very attractive. 48 Laws of Power by Robert Greene ndio tutakuwa tukienda kuzungumzia for the coming weeks, endapo Mungu akitujalia uzima. Karibu sana in podcast.